Wallahi mimi nawahakikishia. Hapa kiswa kikubwa kidogo tu cha dakika 2, hata dakika haishi. Bila kuambiwa njoo kuna njia hapa, njoo kuna msikiti hapa. Sasa mtajiuliza vipi kwenye akili yako? Nani aliyemwambia tuingie kwenye kichochoro hapa, alafu tuende msikiti ule pale? Itoleeni na sisi angalau Ramadhani tuwe na sehemu ya kuswali. Leo tumeingia pale kwenda kuswali, tukifika tunaambiwa subirini kidogo, kuna mchele unafanya nini? Tunafagiliwa. Lao tungekuwa na msikiti, hatungeona mambo kama yale. Mchele unadondolewa ama unachaguliwa vile vitakataka ndani ya sehemu ya kuswali. Lao tulijitolea msikiti wetu tukamaliza, tungekuwa na sehemu nzuri. Na Ramadhani tunaambiwa tukae itikafu. Itikafu tutakaaje madrasa? Hakuna itikafu. Kuna amali nyingine ambazo kwamba haziswi kufanywa sehemu yoyote isipokuwa ndani ya msikiti. Kwanza ni tawafu. Kutufu lazima utufu ndani ya msikiti, tena msikiti mmoja tu wa Maka, Masjid al-Haram. Nyingine ni Safa wal Marwa. Huwezi kwenda Safa wal Marwa msikiti nje ya msikiti, lazima ufanye ndani ya msikiti, tena ni msikiti mmoja tu ambao ni wa Masjid al-Haram wa Maka. Alafu ya tatu ni itikafu. Itikafu huwezi kukaa itikafu mahali popote isipokuwa ndani ya msikiti. Na Ramadhani ukifanya nyema moja unalipwa mara 70. Leo sunna ya itikafu sisi tutaikosa kwa sababu ya kukaa msikiti wetu haujakamilika. Hii ni Rajabu inaenda kufika nusu sasa. Tunafaa tufanye bidii angalau Ramadhani tuwe tumepata sehemu ya kuweka mkeka na sisi tuswali, ili hata mtu akinuia itikafu ndani ya msikiti na swili. Kwa hivyo inshallah tunaomba tuchangie msikiti wetu tumalize huo. Rabbana waj'alna muslimin lak, mitume wote kina Nabii Allah Ismail, Nabii Allah Shuaib, Nabii Allah Yaqub. Yaqub aliwauliza pia watoto wake wakasemaje? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Uislamu ulianza mitume wote waliotangulia, lakini ukapita fatra ndefu hakuna nabii yoyote pale, ukawa Uislamu umeanza kufifia mpaka alipokuja mwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuutoa tena Uislamu. Mtu wa kwanza aliyokubali Uislamu ni mwanamke. Walikuwa katika shiibi ya Abi Talib. Njaa imewazidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha maswahaba zake, kila mtu alichonacho alete. Sayyidina Umar akasema, mimi sijawahi kumshinda Sayyidina Abubakar hata siku moja, lakini leo nitafanya nini? Leo nitamshinda, kwa sababu amjua Sayyidina Abubakar kidogo kipato kilikuwa ni dhaifu. Sayyidina Abubakar alikuwa na pesa nyingi, alikuwa ni tajiri, mfanya biashara, lakini akiona watumwa wanasumbuliwa na makafiri, alipoona watu wamekubali Uislamu alafu Makureshi wanaosumbua, alikuwa akienda akiwanunua akiwachakuli, kama kina Bilali kina nani wote Sayyidina Abubakar aliyanunua. Sasa Sayyidina Umar akasema, Salama akamuuliza Sayyidina Abubakar, umeacha nini kule nyumbani? Akamwambia, nimemwacha Allah wa Rasuluhu, sijaacha chochote kule, nimemwacha mtume, nimemwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake basi. Sayyidina Abubakar alisema, Mtume sallallahu akasema, lihadha fadhalakum Abu Bakar. Kwa hili Sayyidina Abubakar amewashinda nyote, ina maana yeye atapata pepo ya juu kuwashinda nyie wote. Sayyidina Umar anasema kuanzia siku hiyo sikushindana tena na Sayyidina Abubakar, maana alijua kwamba huyu haniwezi. Kwa hivyo na sisi tukitaka pepo ya juu tutoe kile tulichonacho. Wala tansau anfusakum, vile vile tunaambiwa msijisahau nafsi zenu. Usiambie utoe ulichonacho, kifika usiku mama anakuitisha, sasa bwana maziwa mtoto hakuna, chakula cha usiku. Pia tujiangalie, lakini kama una uwezo basi utoe kile ulichonacho kwa ajili ya jengo letu la msikiti, ili angalau iwe ndio sababu ya sisi. Kuna wengine swala zetu ni hizo matata, lakini kwa kusaidia msikiti pengine itakuwa ndio sababu ya sisi kupata nini? Kupata pepo.